laana ya ukoo inatutesa. Laana ya zinaa imetuangusha. Mungu asamehe, utuondoe, ni laana ya ukoo. Ye Mungu uturumie. Kolosai kapota, akamuumiza ndugu wake, mdogo wake wa kuzaliwa, mzigo ukabaki kwake. Akateleza tena, akamuoa mtoto wa mama. Mungu tuone. Kifaa cheusi kalema, moyo ukawa. Mara ngapi nakwambia kwamba ubadilishe muonekano wako? Ona nywele zako zilivyo, suruali yako unavyokata. Ona ile shati tulienda kulinunua pamoja lakini sasa hivi umelikata mikono. Mbona unakuwa hivyo lakini unashindwa kunielewa? Ni mara ngapi nakwambia? Usijali na kwa hili. Sitorudia tena. Ni kweli, inabidi ubadilishe muonekano wako. Unajua kwa muonekano huu ulionao, hata kama ukisema uende kazi kuomba sehemu, huwezi ukapata kwa sababu nywele zako zilivyo, shati ulivyokata, suruali yako ilivyo, haiswea hautapata kazi. Kwa hiyo hapo inabidi uwe kijana mtanashati, unavaa suruali, unavaa shati nzuri. Hakika utakuwa mwepesi wa kupata pesa na kuja kutoa pesa nyumbani na kunioa. Laana ya ukoo. We Mary, msimama. Mary, mimi na swali nataka nikuulize. Hivi una kaka wewe? Mimi naye? Sawa. Hivi ukisikia kaka yako anatembea na mdogo wake au anatembea na wewe huyo kaka yako, utajisikiaje? Najisikia vibaya. Majibu yako yako vizuri. Sasa vipi kuhusiana na huyo rafiki yako ambaye mnafuatana kama vile nyanya zinazofanana, alafu humshauri kuhusiana na anachokifanya? Unaona anafanya kitu kizuri? Yaani kutembea na kaka Lastiboni na ili hali anajua ni kaka yake. Naona tizama tu, uweze kumshauri rafiki yako. Nishakuelewa. Alafu kuhusu swala mahali na mchongo na usikilizia. Ushakuwa sawa tu. Nakuja kutoa mahali. Kweli? Nafurahi sana kusikia hivyo. Ila kitu nilichokuambia naomba uzingatie sana. Nahitaji uwe kwenye muonekano wa tofauti. Hata kama ukija kutoa pale pesa nyumbani, wasikukatae kwa sababu ya muonekano wako. Tafuta pesa kwa bidii, sawa mpenzi? Usijali. Na kitu kingine. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Acha niwahi nyumbani kupika. Si unajua tena mwanamke nipo peke yangu tu. Mimi hayo mambo siwezi kuyaingilia. Kwa sababu nyie ni ndugu. Ukoo mmoja ndugu. Sasa mimi nianze kuyaingilia ya nini? Asante sana binti. Sasa nataka nikwambie. Sitaki niongee sana na mengi ya kukwambia. Ila kwa kuwa kifua kinanisumbua, acha niongee kwa ufupi. Kama huwezi kumshauri, nitamshauri kwa njia anayojua mimi. Naomba ukamwambie. Unanielewa? Kama ataendelea kutembea na kaka Lastiboni, mimi nitamfunza. Siwezi kuruhusu ulimwengu umfunze. Tutachafuka wote. Nilionao kifuani na yajua mimi. Sitaki nikwambie yote. Ila mfikishie taarifa mshenzi huyo. Na mimi nikimuona habari yangu anaijua. Kawahamu anapanda chuki moyoni, anapoteza tamani ya utu, anacheza na roho dhaifu akijua kwao ni ushindi kumbe ni husu. Laana ya ukoo inatutesa. Laana ya zinaa imetuangusha. Mungu wasamehe. We, nimekuona
Njoo nimekuona. Njoo. Umetoka wapi? Nimetoka huko. Huko unaelekea wapi? Naelekea kwa Last Boy. Hey Boni. Hivi una akili wewe? Hivi mpaka waambiweje ndo utaelewa? Mpaka waambiweje ndo utaelewa? Last Boy si ni kakako wewe. Wewe binti mbona unalana wewe? Last Boy si ni kakako wewe. Kwa nini gani unaizungumzia? Au mimi kwa na mahusiano na Last Boy ndio maana nalana sana? Mungu wa mbinguni nishikilie. Njoo. Hivi ya binti wewe. Wewe binti gani unachindikana wewe? Hivi mimi nyinyi mbona mnaniumiza kichwa? Hivi una shida gani? Mbona huje kumwona Last Boy ukampiga kama hivi? Au kisa mimi ni wa kike ndio maana unanionea? Endelea kunipiga hivyo hivyo. Wewe umeshinda kunielewa kwa maneno. Sasa hivi nitatumia vitendo. Njoo. Niache kumwambia Last Boy. Nenda kukusema kwa Last Boy. Maajabu. Nenda kukusema kwa Last Boy. Hata kaka tena hakuna. Ama kweli. Mambo? Poa mzima. Mimi mzima. Niko poa, niambie. Fresh. Umeniita? Nimekuita hapa. Nilikuwa nakuulizia rafiki yako. Kwa siku ya leo umeonana naye? Rafiki yangu nani? Nurat. Nurat. Ndio. Mbona Nurat anakutana naye mara kwa mara? Kwani una shida naye gani? Imetokea kumpenda. Sasa nimeamua kuambia wewe kwa sababu wewe ni rafiki yake. Nimeamua kuziweka hisia zangu wazi kwa sababu wewe ni rafiki yake na hisi unaweza kumfikishia huo ujumbe. Hivi wewe Nurat si ni ndugu yako au? Sawa ni ndugu yangu lakini ni mtoto wa shangazi. Kwa hiyo ni mabinamu, sisi tunaruhusiwa kuoana. Hivi unajisikia unachokiongea? Yaani mwenzako Nurat anapambana kutoa laana iliyopo ndani ya ukoo wenu, alafu wewe ndo unazidi kabisa kuikoleza laana izidi kuwa kubwa kwenye ukoo wenu. Hivi unajisikia kinachokiongea au? Nisikilize nikwambie. Siku nyingine ukiniita, naomba uwe na mambo ya msingi ya kuongea. Umenielewa wewe? Mwana Isaya. Mdogo. Mbona mbio una shida gani? Niambie sasa kuna nini? Una shida gani mbona kama unashinda kuongea? Mdogo sikuelewi, una shida gani? Mdogo toka lini wewe hujui kuongea? Umekula nini kwani mbona huwezi kuongea? Uko unatoka kuna nini? Mbona unasema tu kwa huwezi kuongea chochote? Kaka, au kaka umefanya nini mama? Mdogo kaka kafanya nini? Mnanichanganya kaka. Kwani umemfanya nini mdogo? Mbona hawezi kuongea? Amekula nini? Kaka si unijibu. Mbona mnanichanganya? Mdogo. Kaka. Mdogo unaenda wapi? Lakini mdogo, ungenisikiliza. Hayo mambo yanazungumzika. Mdogo usiondoke. Tafadhali nakuomba. Mdogo. Mdogo. Umemfanya nini mdogo? Kaka kuna kitu gani umefanya mpaka mdogo analile? Kaka naongea na wewe. We kaka.